Kurudisha hisia baada ya kuathirika na punyeto na uraibu wa picha za ngono ni mchakato unaoitwa kisaikolojia kama brain rebooting au rewiring. Ni safari ya kuufundisha ubongo wako kuthamini mambo ya kawaida na mahusiano ya kweli badala ya msisimko wa bandia. Zifuatazo ni hatua za kimatibabu na kisaikolojia za kufuata. Kipindi cha flatline, siku 90 za mapumziko. Ili neva za ubongo, neurotransmitters, zirejee katika hali ya kawaida, unahitaji kuacha kabisa punyeto na picha za ngono kwa angalau siku 90. Kwa nini? Ubongo wako umekuwa sugu kwa dopamine, kemikali ya msisimko. Unahitaji muda ili vishikizo vya dopamine receptors vinyauke na kuanza kufanya kazi upya kwa vichocheo vidogo. Nini kitatokea? Katika wiki za kwanza, unaweza kuhisi kupoteza hamu kabisa. Hali hii inaitwa flatline. Usiogope, huu ni ishara kuwa ubongo unajifanyia matengenezo. 2. Epuka picha za ngono, the porn factor. Punyeto pekee inaweza isiwe na madhara makubwa kama ikifanywa bila picha za ngono. Picha za ngono ndizo zinazoharibu mfumo wa picha, visual stimuli, katika ubongo. Futa app zote zinazokupelekea kuona picha hizo. Tumia vizuizi vya maudhui, porn blockers, kwenye simu na kompyuta yako. 3. Mazoezi ya viungo, physical exercise. Mazoezi ni muhimu sana katika kurudisha hisia. Mazoezi ya Kegel, haya ni mazoezi maalum ya kuimarisha misuli ya sakafu ya nyonga, pelvic floor muscles. Misuli hii inapokuwa imara, inasaidia kurudisha mzunguko wa damu na hisia katika viungo vya uzazi. Mazoezi ya cardio, kukimbia au kuruka kamba, kunasaidia kusafisha mishipa ya damu, jambo ambalo ni muhimu kwa ajili ya hisia na nguvu za kiume. 4. Lishe bora na virutubisho. Mwili unahitaji malighafi ili kutengeneza homoni ya testosterone na kurekebisha mfumo wa neva. Zinc inapatikana kwenye mbegu za maboga, karanga na dagaa, ni muhimu kwa nguvu za kiume na hisia. Vitamin D, pata mwanga wa jua au vyakula kama mayai. Mboga za kijani na matunda, tikiti maji. Tikiti maji lina citrulline ambayo husaidia kutanua mishipa ya damu na kurudisha hisia. Tiba ya akili, mindfulness and meditation. Mara nyingi kushindwa kuhisi kunatokana na akili yako kuhama mwilini wakati wa tendo. Jifunze kuwa present. Badala ya kuwaza picha za video wakati wa tendo la ndoa, vuta pumzi ndefu na uelekeze akili yako kwenye mguso wa mwenzako. Punguza msongo wa mawazo. Stress huzalisha cortisol ambayo ni adui mkubwa wa hisia za mapenzi. 6. Ukaribu wa kihisia, emotional intimacy. Kama uko kwenye mahusiano, ongea na mwenza wako. Badala ya kukimbilia tendo la ndoa, anza na ukaribu mdogo mdogo, kushikana mikono, kukumbatiana na mazungumzo ya kina. Hii inasaidia ubongo kutoa homoni ya oxytocin, homoni ya upendo, ambayo ni mbadala mzuri na wa kudumu wa dopamine ya haraka. Jedwali la mabadiliko ya ubongo. Hatua, muda, nini kinatokea? Hatua ya kwanza, siku 15, hamu kubwa ya kurudia. Hatua ya pili, siku 16, hali ya flatline, kuhisi huna hisia kabisa, ubongo unapona. Hatua ya tatu, siku 49, hisia za asili zinaanza kurudi, ndoto za usiku zinaanza. Hatua ya 4, siku 90+, ubongo unarejea hali ya kawaida, hisia za kweli zinaimarika.